Nani asiyenijua? Nani asiyenielewa mtaani kwetu? Nani asiyenijua Tanzania? Nani asiyenijua Afrika? Nani asiyenijua duniani? Nani asiyenijua katika kijiji chetu hicho? Nani asiyenijua katika ukoo wetu? Nani asiyenijua katika ofisi yetu ninapofanyia kazi? Nani asiyenijua hapo nilipoajiriwa, hapo nilipojiajiri kwenye biashara yangu? Nani asiyenijua? Wananijua, wananifahamu vizuri sana, wananijua. Ni kweli. Hayo ni maneno ambayo huwa wanaongea watu ambao majina yao kweli yanajulikana. Majina yao yanajulikana, watu kweli wanayajua, wanayafahamu, kweli wanatambulika, wanajulikana kabisa, wanajulikana vizuri kabisa, wanajulikana vyema. Wanajulikana kama wanavyosema wao wenyewe kwamba hakuna asiyewajua, hakuna asiyewafahamu. Wanajulikana. Lakini nikuulize wewe ambaye unajulikana na hii dunia, ambaye unajulikana na hapo kijijini kwenu, unajulikana hapo ofisini kwako, unajulikana hapo kwenye biashara yako, unajulikana huko kwenye nchi yenu, unajulikana duniani, unajulikana Afrika, unajulikana Tanzania, unajulikana katika nchi yenu ulikozaliwa. Kweli unajulikana kabisa. Nikuulize swali, mbinguni unajulikana? Je, mbinguni unajulikana? Ikiwa mbinguni haujulikani, maana yake kujulikana kwako hapa duniani ni kweli. Kujulikana kwako hapo kwenye kampuni hilo ulikoajiriwa, kwenye ofisi ulikoajiriwa, kwenye biashara hiyo ijiajiri, kujulikana kwako huko kwenye nchi yenu, kujulikana kwako duniani kote, kujulikana kwako hapo mtaani kwenu ni bure. Ikiwa mbinguni haujulikani, sasa utajulikanaje mbinguni? Kujulikana mbinguni huwezi kujulikana ikiwa haujaandikwa jina lako katika kitabu kile cha uzima wa milele, katika kitabu kile ukiwa hujaandikwa hautaweza kujulikana. Ikiwa hujaandikwa jina lako kule mbinguni, huwezi ukajulikana kule mbinguni. Na utaandikwaje jina lako ikiwa hujamwamini Yesu? Hautaweza kuandikwa jina lako ikiwa hujamwamini Yesu. Mwamini Yesu. Utakapomwamini Yesu utajulikana jina lako kule mbinguni. Bwana Yesu akawaambia wale wanafunzi wake alipowatuma kwenda katika vile vijiji, waliporudi wakifurahi kwa sababu ya pepo kuwatii. Mapepo yaliwatii, yalikimbia, yalikuwa yanapiga kelele, yalikuwa yanalia, yanapiga kelele kwa sababu yanatii Yesu. Waliporudi kumwambia pepo wanatutii, Yesu aliwaambia msifurahi kwa kuwa pepo wanawatii. Furahini ikiwa majina yenu yameandikwa mbinguni, ikiwa yameandikwa kule kwenye kitabu cha uzima wa milele. Hiyo ni Luka mtakatifu sura ile sura ya 10 na ule mstari wa 19. Furahi mstari wa 20. Furahi ikiwa jina lako limeandikwa kule mbinguni, lakini usifurahi ikiwa unajulikana jina lako hapa duniani. Ni sawasawa na bure kujulikana jina lako hapa duniani alafu ukawa hujulikani kule mbinguni. Ni sawasawa na bure, mwana wa Mungu. Hebu tamani kujulikana mbinguni. Hebu tamani jina lako liandikwe kule mbinguni. Mwamini Yesu na jina lako litaandikwa kule mbinguni. Utakapomwamini Yesu, jina lako litaandikwa kule mbinguni. Mbinguni utajulikana vizuri. Na Yesu Kristo akija leo, wewe utakuwa mojawapo ya wale watakaomlaki mawinguni. Unawezaje sasa kujulikana mbinguni? Mwamini Yesu. Kiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Yesu Mungu alimfufua katika wafu, utapata kuokoka na jina lako itakuwa limeandikwa kwenye kitabu kile cha uzima, na kule mbinguni utajulikana kuanzia muda huo. Mungu akusaidie sana ili upate kuchukua hatua ya kutamani kujulikana mbinguni. Ubarikiwe na Mungu aliye hai. Amen.